Kristo, asante sana. Hebu weka swali ya kwanza tulisikie. Muda nao umekimbia. Swali la kwanza niliuliza kati ya Biblia na Qur'an gani ilikuwa ya kwanza kuitabiliwa, kitabu gani ilikuwa inatabiliwa kukuja? Nilikwambia ni Qur'an ndio kitabu ya kwanza kufika kabla ya Biblia, kwa sababu Biblia ni mkusanyiko wa vitabu uliofanywa 1611 na akina King James ndio wameweka, lakini Qur'an ilipewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 7. Iko na mtume aliyepewa, na kabla ya Qur'ani kulikuwa Taurati, Zaburi na Injili, na kila kitabu kilipewa nabii wake makhsus. Taurati ilipewa nabii Musa alayhi salam, Injili ikapatiwa nabii Isa ibn Maryam, na Zaburi ikapatiwa nabii Daudi alayhi salam. Biblia mpaka leo haijajulikana vizuri, isipokuwa inapatikana katika hizo historia kwa imekusanywa na akina King James 1611. Ni juzi tu, hata kuna watu hapa Kenya walikuwa wamezaliwa kabla ya hiyo. Hapana, mimi naona Biblia ndio kitabu ya kwanza. Kwa ushahidi gani, na ilipewa nabii gani, na ilitoka nchi gani? Sababu ilikuwa inatabiliwa itakuja Qur'ani. Sio Qur'ani. Biblia umesema ni kitabu. Qur'ani ilitabiliwa itakuja kutoka kwa Biblia. Qur'ani imetabiliwa inakuja kutoka kwa Biblia. Biblia inatabili kwa kuwa kuna kitabu ambacho itakuja, na hiyo ni hiyo Qur'ani. Sijaona hiyo sehemu. Ni sehemu gani imetabiri Qur'ani inakuja? Andiko gani hilo mheshimiwa? Mheshimiwa, saidie. Andiko la bado sijajua mahali penye iko, lakini kumbe hata hujajua ya kuwa kitabu ambacho inatabiriwa itakuja ni Qur'ani, sio nini. Qur'ani kitabu ya pili kukuja. Sio Bible. Hapana, Qur'ani ni kitabu cha 4 katika msururu wa vitabu. Taurati, Zaburi, Injili na Qur'ani. Mungu ameleta vitabu 4 peke yake. Ukipata kingine watu wametengeneza. Na mimi nauliza tena kuja kwa Qur'ani sio mchezo. Sikiza ilikuja namna gani? 17:105 teremka kama charahani. Asikie. Ija kuja mchezo hivi Qur'ani. Sikiza namna ilivyoteremka. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. 17:105. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Angalia hapa, hii ndio Qur'ani. Na kwa ajili ya kuleta haki ulimwenguni ndio tumeteremsha Qur'ani. Na kwa haki imeteremka. Asante. Na hatukukuleta ila uwe mtoaji wa habari njema na muonyaji. Teremka baba. Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali. Sikiza tena, Qur'ani imegawanywa sehemu mbalimbali kwa kuiteremsha kidogo kidogo. Tena Qur'ani iliteremka kidogo kidogo. Haikuteremka yote mara moja pop, hapana, imeteremka kidogo kidogo. Sikiza habari. Ili wasomee watu kwa kituo. Na ndio tunasomea watu kwa kituo. Sio sikiza habari. Na tumeteremsha kidogo kidogo ili iwe wepesi wa kuhifadhika. Na ndio unaona dunia mzima hakuna kitabu ambao wanadamu wamehifadhi isipokuwa Qur'an. Dunia mzima. Nani aliandika Qur'an? Nani ameandika? Nani ameandika? 80:11 baba. Tumsaidie kaka. Pole tu. Amuona jamaa mzuri tu. Kanisa ndio imemunini kidogo. 80:11. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Kwanza hii Qur'ani unauliza habari yake, tunaambiwa ni nasaha, yani mawaidha. Asante. Basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Asante. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Asante. Zilizotukuzwa. Zilizotakaswa. Zilizomo mikononi mwa malaika waandishi wa Mwenyezi Mungu. Malaika ndio waliandika. Sasa andika, wanadamu ni kutransfer kutoa kwa hii wanaleta hapa, wanatoa kwa moyo wanaleta hapa, lakini original writer ni malaika. Tofauti ya hii Qur'ani na Bible nasoma Bible ya Old Testament ndio na Qur'an, kuna tofauti ama? Tofauti iko kubwa sana, kwa sababu Biblia ni mkusanyiko wa vitabu. Mkusanyiko wa vitabu, kuna watu wanaweza kusanya mambo ambao yako na wengine hayamo, lakini Qur'ani ni ufunuo, ni revelation iliyoletwa. So ni tofauti sana. Biblia ni watu walikaa chini, huyu analeta yake, huyu analeta. Na ndio unaona katika hii Biblia mko nayo hakuna kitabu cha Henoko. Lakini ukienda Biblia ya watu wanaitwa wa Ethiopia kuna kitabu ya Henoko. Henoko iko. Kwa hii haiko. Kwa hii haiko. Haiko kwa hii, lakini yako peke yako basi. Ndio nakwambia hizi hizi nyingi ziko hapa. Hii ni King James Version, na ile kitabu ambayo iko ya Henoko ni Biblia ya wa Ethiopia. Orthodox ndio wako na hiyo ya Henoko. Hii yako peke ina Henoko. Na wale hata wako ya Henoko peke yake, wana ingine tena ziko nyingi, mpaka ya Barnabas, injili ya Barnabas wako nayo. Wako na injili mpaka ya Juda.
huyu mnasema alimsaliti Yesu, wako nayo. So wengine walipunguza, wengine ndio hivyo. Kwa sababu ni watu walikaa chini waka frame. Hii tuipeleke hivi, hii tutoatoe, hii tuongeze, hii tuweke hivi. So unasema hii Bible iko mara mbili? Sio mara mbili, mara nyingi. Biblia sio mara mbili, mara nyingi. Kwa sababu Wakatoliki wanayao tofauti. Kuna African Bible pia nayo ina vitabu tofauti. King James nayo iko na tofauti. Jerusalem Bible nayo tofauti. Deuterocanonic nayo iko tofauti. So ukianza kuzihesabu zinafika karibu 100 na kitu tofauti. Alafu kuna swali sana ndio waulize. Lete maswali. Huyu Muhammad alikuwa nabii ama alikuwa ni nani haswa? Alikuwa nabii 758 Qur'ani. Wewe ukiuliza tu tunakupa vitu. 758 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema ewe Nabii Muhammad. Alikuwa nabii. Alitabiri nini? Ametabiri vitu mingi sana. Kama nini? Kama nini ambayo Muhammad alikuwa anatabiri? Kama hii 69 Qur'ani. Ziko kaka. Siwe na wasiwasi. Yaani vitu mingi sana mtume katabiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Litapigwa baragumu. Watoke roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Unasikia Mtume Muhammad anatuambia kutafika zama itapigwa baragumu sasa. Yaumul kiyama. Watatoka viumbe ambao wako mbinguni na wako ardhini. Malizia. Ila mtakaye Mwenyezi Mungu. Asante. Tena litapigwa mara nyingine. Tena anatuambia litapigwa mara nyingine. Huo ni utabiri kitu kitakachokuja, kijafika. Baragumu litafika. Sikake hajafika. Kupigwa baragumu bado. Hiyo ni siku ya kiyama. Umeniuliza hivi. Muhammad kuna kitu alitabiri nini? Ndio nakupa sasa tabiri zake. Ametupa hiyo ni tabiri moja ya kwamba siku ya kiyama baragumu litapigwa, watafufuka viumbe vyote ambao wako ardhini. Hiyo ni utabiri, kwa sababu utabiri ni jambo ambalo litakalokuja. Siko Bible. Siko Bible pia. Sina habari kama iko kwa Biblia. Wakati wa mwisho, wakati nyakati za mwisho kifika, wale waliokufa watafufuka. Hebu nitolee mahali inasema hivyo, kwa sababu hapa tumeambiwa vizuri. Hebu nitolee kwa Biblia mahali inasema itapigwa baragumu mara ya kwanza, viumbe wote watafufuka. Itapigwa baragumu mara ya pili. Hivi Muhammad anatuambia, nitolee kwa Biblia. Hiyo Muhammad ametabiri. Mbona yaitimiza? Kwa sababu kiyama akijafika, wewe subiri. Yaani wewe usiwe na wasiwasi. Utabiri ni jambo ambalo lijalo. So usiwe na wasiwasi, itafika kiyama. Yaani wewe unaharakisha. Yaani kiyama kikifika, unaambiwa mtoto anamtoroka mamaye. Kwani unadhani kiyama ni jambo la mchezo? Tena sikiza utabiri wa kiyama anayotuambia 22:1 Qur'an. Tulia wewe, si umeuliza tukupe vitu. Alamu niambie Isa napi alikuwa ni nani? Isa tutakuletea alikuwa nani, usiwe na wasiwasi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi watu, mcheni Mola wenu. Hakika mtetemeko wa kiyama ni jambo kubwa kabisa. Kwanza tunaambiwa mtetemeko wa siku ya kiyama ni jambo kubwa kabisa. Kwanza tunaambiwa kutakuwa na mtetemeko, earthquake. Sikiza habari. Siku mtakapokiona hicho kiyama, kila mwanamke anyonyeshaye atamsahau amnyonyeshaye. Sikiza, mama mwenye atakuwa na mtoto ananyonyesha, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia atasahau huyo mtoto. Sikiza habari. Na kila mwenye mimba ataizaa mimba yake kabla wakati wake kufika. Yaani kwa sababu ya dhiki ya siku ya kiyama, mwenye mimba ataizaa kabla ya siku hiyo yake ijafika. Teremka. Na utaona watu wamelemewa. Yaani utaona watu kama wamelewa. Yaani unaona mtu huyu ni kama mlevi siku ya kiyama. Kulewa. Utawaona watu wamelewa. Kumbe hawakulewa. Lakini ni adhabu ya Mwenyezi Mungu tu hiyo iliyo kali. Unasikia, ni kwa sababu ya adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo itakayokuwa siku ya kiyama. Mtume anatuelezea namna kiyama kitakavyokuwa. Sababu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, anaonyeshwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika Jibril. Tunaelezwa kiyama itakuwa namna hivi. Watu wakifufuliwa, kuna kundi mara mbili zitagawanyishwa. Kuna kundi moja litaambiwa liende motoni na kuna kundi la pili litaambiwa liende motoni. Tena tunaambiwa nani atakayefufua watu 22:7 hapo baba. Anaendelea kusema na kwamba kiyama kitakuja.
hapana shaka ndani yake. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini. Unasikia tena tunaambiwa atakayefufua ni Mwenyezi Mungu. Anatufufua kutoka makaburini. Yaani umeoza kaburini. Kwa sababu ukizikwa siku ya 3 kucha zinatoka, nini yote inaanza kubambuka, ikimaliza mwezi mmoja inakuwa ndio hivyo. Unanipata vizuri eh? Sasa unaambiwa tunakuwa mchanga kabisa, alafu Mungu anatutoa katika hiyo mchanga, anaturudisha tukiwa hai. Sasa